Hata Daudi alikuwa anafuatiliwa katika vita ya kuuawa na mfalme Sauli, alikimbia. Kukimbia kwa mtu haimaanishi kama una Mungu, hapana. Kurudi Rivers haimaanishi kama una Mungu, hapana. Sehemu ambao unaona wanakuangia kila siku na watu wanakuambia ama kwanza hiyo sehemu inaweza kaleta mazakaba. Ona nikiama hapa sasa ndio naonekana mimi nitaonekana vile siwasikizi wazazi wangu, hapana. Ukiona sehemu ambayo ina matatizo, ama ingia sehemu ambao unaona patakuletea amani, kwa sababu uamuzi ambao utaufanya ndio italeta matokeo ya kesho. Mwamuzi ambao unachukua leo, hata katika Biblia kitabu cha Mwamuzi kipo. Kwa hiyo kila kitu unatakiwa una mwamuzi ambao uko sahihi. Na mwamuzi ambao uko sahihi, unapokuwa katika chama cha Ukristo, kabla hujachukua mwamuzi, mshirikishi kwanza Yesu. Akuonyeshe njia gani ya kuchukua mwamuzi. Akuonyeshe kategori gani ambayo unaweza kutumikisha kupitia mwamuzi. Akuonyeshe njia gani ya kuweza kutengeneza ili usiende kinyume na mapenzi ya Mungu, bali uende katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo watu wengi wanaangamia. Watumishi wengi ni wachanga. Watumishi wengi ni mafeki. Kwa sababu gani? Anapoajiriwa katika kazi ya Yesu, yeye anaona kuwa kila kitu programu yake aweze kusikiza watu wengine. Yeye ameshaongea. Hii ni vizio yangu, ni ya kwangu, na kama ni vizio yangu haiko tena ya Yesu, imeshakuwa vizio yake. Kwa hiyo mwenye atasikiliza jinsi amefika huko mlango na atoke ule mlango. Ole kwako wewe ambao unakuwa na maamuzi kwa kazi ambayo sio kwako. Na hilo ndio inaleta changamoto nyingi sana katika makanisa. Na hilo ndio inaleta changamoto sana katika mafamilia. Tusome kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 12 na mstari wa 14. Luka 12 na mstari wa 14 nasema hivi. Akamwambia mtu, wewe ni nani? Na aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au gawanyi juu yenu? Narudia vizuri. Katika kitabu hiki cha Luka 12 na mstari wa 14 inasema hivi. Akamwambia mtu, wewe ni nani? Aliyemweka mimi kuwa mwamuzi au gawinyi juu yenu? Kwa hiyo Mungu ndiye ametupashia Yesu Kristo awe mwamuzi wetu katika maisha yetu. Yesu ndiye ametoa mtoto wake wa pekee aje kutusaidia sisi, akutengenezea sisi mfumo wa kuamua kitu kizuri. Mshirikishe Mungu kabla ya amua jambo. Mshirikishe Bwana Yesu kabla hayachukua hatua ya kuamua. Sisi katika kambi ya Malawi, tulipoona kambi ya Malawi ilikuwa ni kambi, na mpaka leo ni kambi ya changamoto ya mateso makubwa. Katika kambi ambao watu wanaathirika na watu ambao wanahangaika, kambi ya Malawi kama sio ya kwanza itakuwa ya pili katika ulimwengu. Lakini ile kambi, tuliposikia kambi kuna msaada wa kwenda katika mji wa tatu, unapofika kuanzia miaka 5-6 kuelekea, kuna kwanza msaada ukikubali kuvumilia. Na sisi tulikaa chini na familia tukaamua bora tufe na njaa Mungu, lakini miaka 5 na sisi tunaweza kufanikiwa katika jinsi watu wengine wanafanikiwa hapa katika kambi ya Malawi. Na uamuzi ulikuwa uamuzi mkubwa sana. Na uamuzi ulituletea changamoto kubwa, na kweli tulipambana katika changamoto za aina nyingi. Na hizo changamoto ambazo tulipita nazo tumesababisha sisi tuvuke hatua, na leo tumefikisha miaka 3 katika mji wa Marekani. Uamuzi. Tuliamua tukubali mateso ili kesho tufanikishe jambo ambalo linatusumbua. Unapokuwa unaamua, usifike kwa mua kwako ndio changamoto zinakwisha, hapana. Na usifike unapoamua uolewe, usifike kuingia katika ndio unapoolewa unafikia labda changamoto na kuishia, hapana.
unapoingia katika kuolewa ama katika kuoa, hapo ndo unaanza azero katika changamoto. Ule maamuzi ambao unachukua wa kuoa ama wa kuolewa, unaanza azero kuanzia changamoto. Kwa sababu ni maisha ambayo hujawahi kuyaishi, unaanza kuyaishi. Na unapochukua maamuzi ya kwanza wokovu, ndio unaanza mwanzo wa majaribu, kwa sababu unaishi katika mazingira ambayo ulikuwa bado hujawahi kuyaishi, ndio unaanza kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikie labda kukaa na wokovu au utapata changamoto, hapana. Utazipata changamoto mpaka utajuta kwa nini unaokoka. Na mpaka unajiuliza, why? Ina maana mtu ambaye anaokoka ndio anaishi hivi, ndio hivi. Usifikie kuokoka kwako utapigwa mawe. Sio kila mtu ambaye atakukubali na sio kila mtu ambaye atakukataa. Kutakuwa wale ambao watakukubali na kutakuwa wale ambao watakukataa. Na mamilioni ya watu wengi ndio watakukataa. Watakao kukubali wachache, na kwa sababu wanaokuwa na wokovu ni watu wachache sana kuliko wale ambao wana wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunalazimika kuchukua maamuzi ambao utatusaidia future ya kesho. Unapochukua maamuzi mbaya, na hivyo matokeo yake yatakuwa mabaya. Tusidanganyane ndugu mpendwa. Jikaze sana kwa kuchukua maamuzi wa kushirikiana na ndoa yako ama katika familia yako, kwa sababu kesho asikulaumu. Jiepushe sana kwa kuchukua jukumu ya wewe, kwa sababu ni tamke titulaire dans la famille, wewe ndio unakuwa maamuzi. Hapana. Usikubali hiyo hali, uendelee nayo. Mshirikiane katika maamuzi. Unapokuwa mnashirikiana katika maamuzi, hakutakuwa jambo ambalo litakusibu. Kwa sababu ukisema kwamba leo twende wapi, mtaenda. Mkitoka changamoto, kuna hatutalaumiana katika ile changamoto, kwa sababu mnakuwa mnaamua kwa pamoja. Lakini unapokuwa wewe ndio kuamua tu, wao kuamua, wewe ndio unaangalia kila siku lawama, kulaumika. Kuna baadhi ya mamilioni na watu wameshatekea maisha yao yenye mitandao bila matusi ya wishi. Yaani ukiingia kwenye mtandao, kwenye mitandao yote, yaani yeye atafanya vya ujinga hawezi ishi. Yaani ni maamuzi wake. Na katika maamuzi ambayo umechukua kwa kufanya mambo yake ya kijinga katika mitandao, basi usilaumu jamii kwamba inakunyanyasa. Hapana. Ni maamuzi wako ambao umechukua wewe. Na maamuzi ambao umechukua kufanya mambo yako ya kijinga katika mitandao, wewe pambana nayo. Lakini ujue uzeeni kwako, yale ambayo ulifanya yanabaki rekodi. Yale ambao unayafanya kwa mambo ya kijinga, wewe ndio wakutukanana, wewe ndio wakuzalisha watu, wewe ndio wakutengeneza picha za watu za uongo, unatuma image ya watu ambao sio, unasema hapa na wakomesha kabisa. Fulani, mimi ndio nilizalisha, nimemkomesha. Okay, umemkomesha kwa wakati huu. Kumbuka, huu maamuzi ambao umechukua kwa njia mbaya, matokeo yake utakula ambacho kitakuletea tabu, ni chakula ambacho kitavunja mifupa.